Naam, asante sana mtazamaji, unatazama jarida la leo likiangazia masuala ya wanawake kwenye sekta ya uchukuzi, na tunadurusu ripoti ambayo ilifanywa ama utafiti ambao ulifanywa hususan katika kaunti ya Mombasa na kikosi kizima cha African Women Studies Center. Utafiti ambao mtazamaji uliangazia swala zima la masaibu ya wanawake hususan kwenye sekta ya uchukuzi. Je, wanaweza wakajiunga na vile vyama vya ushirika, ukipenda sako, na je wanapojiunga navyo pengine ni vigezo vipi ambavyo vinahitajika na mwishowe kuna manufaa yoyote? Niko na Maimuna Mwidao ambaye ni mmoja wale ambao walitekeleza utafiti huo, Thomas Lesatin, huyu ni mwenyekiti wa shirikisho la bodaboda na tuktuk, na vile vile Roda Ireri ni mwanzilishi wa shirikisho la wanawake mekanika humu nchini. Maimuna, nataka nirudi kwako sasa, pengine nikuulize madhumuni yenu haswa ya utafiti huu. Tayari umesikia hapa Roda studioni anatuambia kwamba wako wachache na hivyo wao hawajafanikiwa kuanzisha pengine sako yoyote, na sijui kama hilo linafaa kuwa kizingiti. Kwa mfano hapo Mombasa mlipo afanya utafiti huo, hiki kilikuwa kama kizingiti pengine cha kuzuia baadhi ya wale ambao walitaka kujiunga na hivi vyama vya ushirika, ama pengine kama mfano watu ambao wako wachache katika sekta fulani hawawezi wakajiunga tu, sio lazima wawe kwamba pia wao ni mashabiki ama wanashabikia sekta hiyo? Asante sana Cecilia. Ningerudia tena kusema kwamba ripoti hii ilibuniwa na chuo kikuu cha Nairobi, kitengo cha Africa Women Studies Center, na pamoja katika kitengo cha Women Economic Empowerment Hub. Wao ndio waliosimamia utafiti huu kwa madhumuni ya kuhakikisha kwamba kuona ni mfumo gani unaweza kutumika ukusaidia kina mama kuwekeza katika biashara tofauti. Mombasa ilikuwa ni mfano kwa sababu biashara ya tuktuk Mombasa ni kubwa, na utafiti ulifanywa katika chama cha ushirika ambao kinaitwa Mokotuo, Mombasa County Tuktuk Operators. Hao nao wanachama 68 ambao wengi wao ni wamiliki kina mama na baadhi nyingine madereva. Kwa hiyo huu ni mfano kuonesha kwamba hata mkiwa wachache kina mama mnaweza kujiunga kwa kikundi na mkaweza kupata pengine misaada katika mifuko kama ile ya serikali, Women Fund, kama Youth Fund, Uwezo Fund, na mkaweza mkajiendeleza. Sasa huu mfano huu umetupa maarifa mengi kwamba kuna changamoto zingine kina mama peke yao binafsi hawezi kuzitatua. Inataka kwamba kuwe na mvuto wa watu wengi, na kuna changamoto zingine inapitia kwenye serikali. Kuna matatizo ya polisi pengine barabarani, kama mama huyu alivyozungumzia, pengine kuna masuala yale ya agenda yale ya kwamba mnakuwa wanawake hamuna raha katika mahali ambapo pengine kuna wanaume wengi. Labda kina mama hao hawana vifaa vya kuwatosha kuanza kuanzilisha pengine gereji yao wenyewe. Sasa kama hawa kina mama wa Mombasa walizungumzia kwamba wao hawana gereji zao wenyewe kuzipeleka tukutuku, kama wangekuwa wana garaji zao wenyewe ambao kuna kina mama pia wasimamia pale, pengine hii biashara ingekuwa nzuri zaidi, kwa sababu ingewapa biashara wale kina mama wengine ambao ni mafundi, ingewapa biashara ambao ni madereva kina mama, na ingekuwa na biashara nzuri kwa wale ambao wasimamizi wa vile vyama vya ushirika. Kwa hiyo uchache sio tatizo kubwa. Kwa uchache wao wanaweza kujiunda kama kikundi ili wapate kunufaika na mashirika mengine, ama wapate kunufaika na ile miundombinu ambayo ingewawezesha wao kuanzisha gereji zao. Kwa hivyo inawezekana. Bwana Thomas, nyinyi kama sekta ya shirikisho hilo, mko na sako, vyama hivi vya ushirika, mko na sako, na pengine sako hii inahusisha wanawake ama wao wako na yao kando, ama kwa sababu pengine wako wachache ndio maana wote mko kwa pamoja na wamenufaika kwa njia yoyote hii? Asante. Kwa association yetu inaitwa Umbrella Bodaboda Association. Na kwanza kabisa nitambulishe mahali tunapatikana. Ofisi yetu inapatikana, head office tunapatikana pale Park Road Towers, Ngara. Na katika ile masuala ya agenda, sisi kama Umbrella Bodaboda tumeweka agenda. Tuko na msichana yetu ambaye pia ni executive kwa Umbrella, anaitwa Sara Waidaka. Ni Deputy National Coordinator. Na katika hiyo group ya Umbrella Bodaboda tuko na wasichana 22 so far,
na tulikuwa tumejaribu kujaribu kuwasaidia waweze kujoin bodaboda, lakini majority ya wale ambao tuko nao ni wale wanaoperate within town. Na unajua vile tuko na shida na watu wa operations town, hatujawahi kuwa recognize. Kwanza kabisa ninashukuru the late Mheshimiwa Kibaki kwa sababu yeye ndio aliform hii sekta ya bodaboda. Na wakati alileta hii bodaboda ilikuwa affordable, ilikuwa between 70 to 100 kuweza kununua bodaboda. Lakini kwa sasa kwa hii vile kuko na economy ya nchi vile imekuwa mbaya, sasa bodaboda tunanunua between CC 121 to 150. Nataka ugusie swala la sako. Iwapo mko nayo, mlianza lini, mko wanachama wangapi? Umesema kwamba mko na wanawake 23 ambao wako pale, na utuambie iwapo kuna manufaa yoyote wanafaidika. Kwa sasa wale ambao wako kwa sako yetu wanafaidika kabisa, kwa sababu sisi kwanza tumehakikisha moja yao wako katikati yetu. Kwa hivyo yeye yako katika ile mesa na hata ni one of the signatories wa county umbrella. So hakuna kitu tunaweza operate bila hasara, kwa sababu ni tumeweka yeye kama executive. So sako imewasaidia kwa sababu hata wakati walipofungua juzi tukifungua shule, association ya umbrella bodaboda nationally tumeweza kulipia fees ya close to 3 million fees ya watoto wetu ambao walikuwa na shindwa kuingia darasani kwa sababu ya school fees. Na tumeweza pia kuwasaidia wale ambao walikuwa na tujoin, ni wale ambao walikuwa naenda kutrain bila kupata licenses, kwa sababu pia ya changamoto ya mfuko. Unajua ndio mama ajitume akuja aanze kasi ya bodaboda ni mtu ambaye amepitia maneno pale. So amejikasa na akakuja akatujoin. Lakini kwa bahati mzuri pia sisi tumeweza kuregister association inaitwa iMotor Association, ambayo ni training. Tuna train hawa mambo ya barabara, ni driving school. So tumeweza kutrain hawa na wako na license, na kwa sasa wanaweza, hakuna mtu anaweza kusumbua kwa barabara isipokuwa tu ndani ya CBD. CBD ndio tumekuwa na shida, hata hawana huruma na wale mama ambao wanafanya hiyo biashara. Unakuta mama huko amebeba mteja na amesukumwa, ameangushwa huko, baadaye akitoa helmet jamaa anaona huyu ni mama ameangusha vibaya. So hizo ndio challenges, hata imereduce number kutoka 23. Tulikuwa na 23 ladies ambao walikuwa wanafanya bodaboda, na sasa wamereduce hata wako less than 10. Actually wako 9. So unaona sasa badala tuwasaidie waweze wakuwe namba kubwa, ni kureduce, kwa sababu sasa wengine wao wataki aibu kama hiyo. Unaangushwa, mtoto anaona, anashindwa mama anafanya kazi gani. So hizo ndio challenges ambayo tunapitia, na kwa sasa hatujapata support kabisa kutoka kwa government in terms ya ladies vile tunaweza wasaidia wagrow wakuwe namba kubwa, kwa sababu tumesema hapo tukianza mama akipata nafasi hiyo familia inakuwa familia ambayo ina grow. So sisi kama watu wa umbrella bodaboda tumewapigania, na sasa tunasikitika kutangaza kwamba wamereduce kwa sababu ya ile harassment ambayo inaendelea town. The former administration ya Governor Kidero walikuwa wamepromise kwamba watakuwa na zile electric bikes, whereby ile itakuwa rahisi, mama atakuwa na kasi mingi ya kushika clutch, brake itakuwa ni automatic. So tuliongojea mpaka yeye akawa ameondolewa. Then the administration ya Governor Songo ikakuja na moto kubwa kabisa ya kuondoa watu town. Actually hapo ndio tuliweza kulose wasichana wengi ambao tulikuwa na wao. Then sasa tukakuwa na hii NMS ambayo imekuwa friendly kidogo, si vile tulikuwa tunaona, kwa sababu sasa tunahusishwa na zile vitu mingi ambayo inafanyika. Kwa sasa vile nimekuambia, tuko na hiyo plan ya Green Park, na after Green Park kuna hata terminal ambayo tutaenda kutengeneza, na nafikiri hiyo itakuwa nafasi mzuri kwa wasichana wetu ama mama zetu ambao wanajiunga kwa bodaboda. Na kweli kabisa tukisupport wale wasichana wetu ambao tunafanya nao hiyo biashara, itakuwa mzuri sana. Juzi wakati hiyo harassment ilisidi sana, hata nimeona ukionyesha mpaka kwa ofisi yangu, wasichana wetu walikuwa wameweza kushikiwa motorbike zao, inapelekwa police station, anatoka Mathare, wengine wanatoka Kibira, anakuja na matatu, anakuja mpaka town. Ikafika mahali mpaka hata fare inaisha, sisi wenyewe ndio tunarudi mfuko kwenda kulipia ndio waweze kurudi nyumbani. Anaenda mahali motorbike imeshikwa, nikitoa tu mfano ya ile crackdown, wakati walikuwa wanasema crackdown. Tuliweza kuhimiza
vijana na tuliweza kuumiza pia wale wamama wanafanya hiyo biashara. So mimi wakati iliona ilisidi niliweza ku plan hiyo demonstration na nilipeana notice, lakini after hiyo hata tuliweza kushikwa mpaka wale wasichana wetu ambaye hana uhusiano ndani ya ofisi, wale ambao wanafanya kwa ofisi walishika wale wako nje na wakarudi mpaka kushika wale wako ndani ya ofisi. So hizo ndio harassment ambayo wakina dada hawezi vumilia kama wanaume. Hizo ndio vitu ambayo tunasema serikali waweze kuangalia, na sisi tunashukuru kwa sababu sasa kila mtu anaongelea about ladies. Hata tumeona kwa siasa hizi major political party wanaweza ku-nominate ladies. So tunashukuru na sisi tutaendelea kuwapatia support tuweze kugrow na wasichana ama ladies pamoja. Muongeze hiyo idadi, muwapiganie. Licha hizo changamoto zote yote inawezekana. I think hata ukijaribu kurudisha hiyo clip, kwa sababu niliona ukicheza hapo utaona majesti ya ladies ambayo walikuwa arrested. Kwa hiyo ndio hizo tunaona. Naona hiyo clip, hiyo ndio ofisi yetu. Haya, sawa Bwana Thomas, tumepata hoja yako. Madam Ireri, unasema kwamba nyinyi hamjakuwa na sako yoyote. Sijui unasikia hapo, hiyo haifai kuwa changamoto. Sijui kama mmekuwazia kwamba hata mnaweza mkajiunga kwa mfano na hii ya shirikisho la bodaboda na tuktuk. Manake nyinyi washikadau wanakuja kwenu, wanakuja wanatengenezewa pikipiki zenu, hizo tuktuk zinaundiwa kwenu. Hamjafikiria, mjawazia pengine kuwa na wao? Manake wanavyosema hapa, mnapokuwa kwenye sako hata inakuwa ni vyema mnakuwa na sauti moja. Na pengine unapojibu hoja hiyo tueleze, je, kwa vyovyote vile mmeifaidika hata na hii hela ama mgao ambao huo unatengwa na serikali kusaidia zile jamii ambazo makundi maalum kama vile akina mama? Okay, kwanza kabisa wacha niseme kwamba nishaienda kwa ofisi ya WEF, Women Fund. Na ile kitu niliambiwa iliniput off. Waliniambia kwamba wanataka tuwe tumeanzisha kitu. Tuko pahali kwa kiwanja yetu tunafanya kazi, ndio wakuja waangalie ile kazi tunafanya, waone kama wakitupea fund tutaweza kulipa. Kitu ngumu sana Cecilia ni kupata land in Nairobi. I remember we visited a certain MCA and we asked him for land where we could start our workshop. Lakini pahali aliniambia niende ni chini ya wire cables za stima, the heavy wires that are coming from Kamburu Dam. We cannot put a workshop there. I requested again from an NP, and he told me he'll come back to me. I kept on going to his office. He never supported me, and he couldn't believe that women can be mechanic. I had to carry my documents. The documents za hawa wamama wengine ndio aone kwamba tumetrain. Tuko 18 so far, but we are still looking for more. Some more are really willing to join, and we have told them to join. What we do, Cecilia, tuna contribute every end month, and with the way economy is in the country, the little money that we contribute cannot take us to our rural areas. It's really expensive. So we only go to areas like Kayore, Kariobangi, but we want to go outside Nairobi. Outside our towns, kuna wasichana wengi sana. Those are brains being wasted. If these girls can join kazi carpentry, it is a job like any other. If these girls can do tailoring, you saw how much money our tailors made 2020 and 2021. It is a job. They can also do welding. Right now I'm talking with the toolkit iSkills. Kiswahili jaribu. Okay, I'm talking naongea na toolkit iSkills. They're also working wakifanya na wasichana na youth, tuseme youth. We see whether we can work together, because they have introduced a new equipment ya kufanya welding. This machine can be used by our girls. It is a job they can earn, but tuko na changamoto, hatuna kiwanja yetu. So we are looking at watu kama Federation of Kenya Employers, FKE. They are really willing to support us so that we can be able to be somewhere. We have our own land. We have not yet reached there. We are able to go to the rural areas to talk to girls. Yes. Maimuna, unasikia hizo changamoto ambazo zinajitokeza hususan na hawa wanawake ambao wanakuwa kwenye sekta ambazo zinaonekana kama ni kuwa za wanaume sana. Sijui kama hizo changamoto zinajitokeza hayo maeneo hususan kwa hawa wanawake ambao wako kwenye hii sekta ya uchukuzi wa tuktuk, zinajitokeza. Mfano unasikia wao kama mekanika hawana hata kiwanja cha kuhudumia, na hivyo wanapenda kuagiza zile hela pengine
pengine za kusaidia makundi ya wanawake, wanaambiwa mwezi mkapewa, maanake kuna kile ambacho hamna. Hizi zinafaa kuwa kweli changamoto enzi hizi, ama wangesaidiwa zaidi ndio pengine waweze kuibuka pale juu, na hata saizi pengine wangekuwa na chama fulani cha ushirika ambacho kinawasaidia? Ni masuala ambayo pia hapa yameweza kuonekana katika hichi chama cha Mokotuo, kwa sababu utakuta katika hiki chama cha Mokotuo kuna madereva na wawekezaji wote wamekuja pamoja. Kwa hiyo na kwa mfano wake yeye kama ni mechanic ambaye anatengeneza tuktuk kama bike hizi, inakuwa ni muhimu waangalie ni shirika gani ambalo wale wenye pikipiki wanahusika na wao wajihusishe humo ndani. Kwa sababu bado wako kidogo, wanaweza kusaidika zaidi katika shirika ambalo kidogo ni kubwa, ambalo laweza kupatafuta misaada mbalimbali. Na kama unaona katika ripoti yetu tulivyoangalia, tumekuta masuala kama yalivyozungumziwa ya usalama, trafiki barabarani. Hili ni swala ambalo ukiwa uko mwenyewe binafsi mfanyi biashara mmoja na tukutuki yako moja ama mbili, ama bodaboda yako moja ama mbili, inakuwa ni tatizo kubwa sana kuweza kulitatua na usalama barabarani. Lakini ukiwa katika kikundi, kile kikundi huwa kawaida kimefungua ofisi na kuhakikisha zile ofisi zinaangalia yale matatizo madogo madogo. Jambo kubwa lililotokeza pia hapa katika utafiti wa Mombasa ni kwamba wale kina mama waliomba kuwe na training kwanza ya madereva, wawe wanatrainiwa kisawasawa, wawe wajua zile sheria. Lakini katika training hiyo polisi pia wahusishwe. Wawe wanapata training pamoja na wale madereva, wajue wote wanajifunza pamoja. Iondokane na ile shida ndogo ndogo ya trafiki. Lakini kama nilivyosema mwanzo, ikiwa idadi ya wanawake ni kidogo, kama hawa Mokotuo sio wengi sana, na bado kuna wengi sana kina mama wamewekeza wajisimamia wenyewe. Wako ngapi Maimuna? Hawa Mokotuo wakati karibu 68 ambao wanamiliki na madereva. Kwa hiyo mara nyingi utakuta wao hata hawajihusishi na zile kazi ndogo ndogo za usimamizi wa ile biashara. Kituo chao cha ushirika kina ofisi ambayo inashughulika, na wao huwa wanapewa ripoti kwamba leo malipo yamefika na malipo yako ni kiasi fulani, na leo gari imeharibika, imekwenda tengezwa, risiti ndio hizi, ama leo gari ilishikwa, tumeenda polisi tumeitoa. Yani wanawatatulia kina mama. Kwa hiyo uchache wa watu isiwe ni kizingiti. Wanaweza kujihusisha na ushirika wowote ule unahusikana na kazi zao, mpaka wakati itakapofika na wao wameweza kuwa kiasi kikubwa na kuunda shirika lao na kuweza kupata usaidizi. Sio lazima Women Enterprise Fund, lakini kuna mashirika ambayo yanaweza kutoa mikopo midogo midogo ya nafuu, na kuna private sector ambao wangependa kujihusisha na kuendeleza kina mama, pia wanaweza kupata usaidizi. Kwa hiyo utafiti kama huu wa Women Economic Empowerment Hub unasaidia kuleta fursa kwa kina mama kuelewa kuna mbinu gani wanaweza kutumia wakaweza kujisaidia na kuendeleza uchumi. Naam, bila shaka tunapomalizia Bwana Thomas, nyinyi mko na huo mpango kwa mfano wa kutoa mafunzo, muwafunze watu, muhusishe maafisa wa polisi, ama pengine ni jambo ambalo sasa mtaanza kufikiria kwenda mbele? Sisi kama umbrella tuko na driving school. Na kwanza ningekaribisha dada yangu niseme kwamba wale mechanic ambao wako nayo ambao hawajaweza kupata mafunzo, tuko na hiyo training ambayo ni driving school inaitwa I Motor Association. Na kwa sasa hata nimeacha classes ikiendelea kwa sababu tulikuwa affected juzi wakati tuliweza kustaki shirika ya NTSA wakati walikuwa nasumbua watu wale instructors, walimu wa driving school, kwamba walikuwa nasema ndio every year utakuwa unalipia renew hiyo license na 30,000. Hiyo ni kasi ya jua kali, na unakuta kwamba sasa ni kama ni kujaribu kumaliza hiyo shirika kwa ile nguvu ambayo unatumia ya kiserikali. So tuliweza kwenda kotini na tukawin case. Wakati tuliwin case wakaswitch off hiyo portal ya NTSA. So tunafanya training lakini hatuwezi enda exam. So tuliweza tena kurudi na waliweza kuamrishwa na court waweze kufungua hiyo portal. So kwa sasa jana ndio tulianza kufanya tena refreshment. So nakaribisha dada yangu na wale wengine ambao wanataka kuja training wakuje tuwa train. Na vile vile pia tumefanya partnership na KTN General
whereby pia wana train wale vijana wote na wasichana wote ambao wako under Umbrella Bodaboda Association free of charge, na wana train for 3 months. So ile kitu tu inahitajika ni tukukatie personal accident cover, ukuwe na hii safety boot, na ukuwe na overall peke yake, na sisi tuna offer kama association. So ukiwa na hiyo, wale wanadada zetu ambao wako nyumbani ambao wanahisi kwamba wanaweza kuja kufanya hizo training ya mechanic, ya riding motorbike, tuk-tuk, wote tunawakaribisha wakuja kwa Umbrella Bodaboda Association, kwa sababu hapo ndio tumeweza kusaidia vijana wengi, na kwa sasa wameanza hata kusave. Pesa yao kwanza ni mingi ukikombea na ile hata wanaweza kwenda kukopa. Kwa sasa sisi tumeweza kuregister 18,000 members, na 18,000 members ukisema kila mtu a contribute 50 bob per day, unakuta kwamba ni pesa ambayo huyu anaweza chukua, mimi naweza chukua, wewe unaweza chukua, na bado tuna grow pamoja. So hizo ndio hatua ambayo sisi tumeweza kupiga Umbrella, na tuko na nationally tuko na 19 offices. Ukienda Kiambu utapata Umbrella Bodaboda. Naona muda inakusukuma. Haya, wacha niachie hapo kwa sababu ya muda. Na unapomalizia pengine kwenda mbele, ndio mko wachache, changamoto hizi hazijawarudisha nyuma. Mnapania nini? Mtakuwa mnajiunga na sako kama hema, pengine ni uhamasishaji ndio haujakuwepo, kwamba hata licha ya kuwa na sekta yako unaweza pia ukajiunga na ile nyingine. Cha muhimu ni ufaidike, usingoje hii women fund kusaidia, japo hili ni swala ambalo tutaliangazia wakati mwingine. Okay, we are in talks na organization different. Zile zina support women. Na nime-mention kwamba tuko na FKE, tuko na iSkill, toolkit iSkills. We have talked with them. We are talking also with TVET. We are talking with different organizations that they can support us. We have our own ground, we have our own garage, because that is the biggest handle. We don't mind joining circles kama hii yake, but we would want us to do something of our own, you know, because our intention is not really to remain on that ground. We want to have a college and a workshop where when we train our girls, they can come for internship here where we are, and we are able to, again, we are able to reach those girls from the areas where they are, like up country. You know, it's not that we could not be many. We could be many, but hii kitu haijawahi ongelelewa. From the beginning, nobody discussed with the girls that they can do these courses. So even getting them inakuwa ni ngumu kiasi. Yes. Wacha tumalizie hapo. Mtazamaji, bila shaka ni mjadala ambao tumekuwa nao hapa nikiwa na washikadau mbalimbali kwenye sekta ya uchukuzi, na ni swala zima la wanawake katika sekta hii ya uchukuzi, hususan kutokana na ripoti hii ambayo tumekuwa tukiangazia. Ni ripoti ambayo ilifanywa na Chuo Kikuu cha Nairobi, kitengo cha African Women Studies, ambayo inaangazia baadhi ya yale masaibu pengine wanapitia wanawake wanapokuwa kwenye sekta hii ya uchukuzi, na hususan vitengo kama vile tuk-tuk, madereva wa bodaboda, na vile vile mekaniki kama vile dada Ireri hapa amezungumzia. Nimekuwa na Maimuna Mwidau, ni mtafiti; Thomas Lesatin, mwenyekiti wa shirikisho la bodaboda; na vile vile Roda Ireri, ni mwanzilishi wa shirikisho la wanawake mekaniki. Asanteni sana kwa muda wenu. Na bila shaka mtazamaji, mimi ni Cecilia Wakesho Mathova. Niruhusu niwapishe wenzangu na taarifa za News Desk kwa lugha ya Kimombo. Siku njema.